what time or depending from which hemisphere you're watching us from. This is Get the Point Media, and at this time we have a Skiza show with Molly Kemunto. You all know that Molly Kemunto is one of the legend singers from Gusii region, and for a period of years, she has been bringing us many uplifting songs that we have used in various occasions, in church services, in funeral functions, in graduation events, and many more. And you know what? She will be with us here in our Get to the Point studios having a conversation with her. Without much further ado, let me welcome Molly to greet and say hello to you. Hello, viewers. How are you? You know, they are watching you, but they cannot tell you back. And perhaps tutarudisha kwa Kiswahili ndio It's okay, we can mix. tuweze kumix kati ya Kiswahili na Kizungu. Molly, happy Sabbath. Happy day. Sabato yako imekuwa aje? Imekuwa njema sana. Hmm. Nimetembea tembea nikialika watu ya kwamba tuko na sabato kubwa sana. So nimetembea sana. Hadi Umetembea nimemalizia sana kumaanisha umetembea. Like nimeenda churches. Yeah. Leo umekuwa wapi Sabbath? Nimekuwa Suneka South. Nikaenda Nyambunua. Nikaenda Ria Nyawomo. Nikakuja Kisii Central. Hizo Sabato Kisii Central? Yeah, alafu nimemalizia hapa Kisii School sasa. 5 Sabbaths. Yes. Wapendwa wa Molly leo amezunguka kanisa 5. Ameenda Kisii Central, amekuja hapa Kisii School, ameenda Suneka South, Nyambunua. ameenda Nyambunua, Yes. na wengine hao wote. Umekuwa ukiwaambia nini? Nimekuwa nikiwaambia ya kwamba niko na hafla kubwa sana. Niko na siku kubwa sana ya kusema thanks kwa maana Mungu umbali amenitoa hadi amenifikisha hapa. Yeye ni Ebeneza. Uko na siku kubwa sana. Lakini kabla tufike hapo kwa siku kubwa sana, hebu turudi nyuma tu kidogo, tujue Molly ni nani? Molly ni nani? Molly ni mimi hivi. Vile mnaniona mimi ndio naitwa Molly Kemunto. Nimesaliwa sehemu za Masimba huko karibu na Gesusu. Presi inaitwa St. Max Mkorogoinwa. Hapo ndio nimesaliwa nikalelewa nikiwa vizuri. Hadi mwaka wa 2010. Hapo ndio nilikumbana na ajali. Ikafunja uti wangu wa mgongo. Nimekuwa na long journey. Lakini hiyo safari yote Mungu ameniwezesha. Hadi imefika sasa. Nilipofika mwaka wa 2010 nilipanda boda ikaniumiza. Nikakuwa hivi. Jinsi unavyoniona. Watu wanapokuona wanakuangalia uko sawa. Wanaona niko sawa. Mimi ni mlemavu. Lakini sitakangi kutumia ujina kwa maana we are abled differently. Yeah. Lakini mpendwa, kama wewe ni mara yako ya kwanza kupatana na kisa hiki cha Molly, Molly Kemunto ni mwimbaji, lakini kutoka na upande wa Possibility Ministry. Yes. Amesimulia kisa hicho kwanza alipokuwa amezaliwa hadi mwaka wa 2010 alipoweza kukumbana na ajali mbaya ya barabarani, lakini ana furaha ya kumshukuru Mungu kwamba bado anampa uhai wa kuendelea. Yes. Sasa dada Molly, kufikia mwaka 2010, kwa ufupi tu, hebu tuambie ilikuwaje? 2010 nilikuwa Nairobi. Nilikuwa nimetrain mambo na beauty. Mimi ni beautician. Yes. Narembesha watu. Narembesha watu ichapokuwa sijafanikiwa kuwa na mahali pa kuwarembeshea, but nimeifanya hiyo course, niko na diploma. Okay. Yeah. Ulijifunzia wapi? Nairobi. Yeah. Kwa hivyo mwaka wa 2010 ndipo ulipatana na ajali ukiwa Nairobi? Nikiwa Mombasa Road hapo. Nikiingia sio Kimau. Wengi wanajua. So hapo ndio nilianguka na pikipiki. Ikaniumiza uti wa mgongo. Since then life yangu ikabadilika hadi saa hii. Hebu kisa cha kupata ajali na kupokea matibabu kilikuwa kwa muda gani? So wakati niliumia, mwenye alikuwa amenibeba aliona ni kama
sikuumia sana kwa sababu alikuwa hata ni boy wa church hapo sio Kimau. Sikuteki, yani hakuteki kuwa serious. But hata mimi pia sikuwa najua nimeumia kiasi cha kwamba ningeenda hata hospitali immediately. Nilikuwa na limb mguu, kumbe nerves zilikuwa zimefinya nini spinal cord. So kadiri ya masiku zilipokuwa zinasonga, siku hadi siku nyingine uwezo ulikuwa unafanya nini, unaisha. Na hivyo ndivyo nilijipata uwezo umeisha. Sasa sisimami tena, siwezi fanya chochote. Hivyo nikapelekwa hospitali. Nimetembeshwa hospitali nyingi. Lakini Mungu amenionekania hadi nimefika sasa hivi. Tunashukuru Mungu. Amekuwa ni wa msaada sana. Hebu kisa cha kabla ya ajali na baada ya ajali. Maisha yamekuwa yana utofauti. Kuna vile vitu ambavyo ulikuwa unavifanya kabla upate ajali, na kuna vile vimekuwa ni vigumu kuvifanya baada ya ajali. Na pengine niulize kwa nyimbo, kwa music industry, kabla ya ajali na baada ya ajali, hebu tupe hicho kisa. Mimi nilikuwa muimbi mkubwa sana. Yaani talent nilikuwa nayo tangu nisaliwe. Nimeimba kwaya kadhaa pale Nairobi Youth Choirs. Mwisho nikipata achari nilikuwa natoka Starehe Church. Hapo ndo nilikuwa naenda. Nilikuwa naimbishwa na yule muimbi anaitwa Junior. Junior ni mwenye alikuwa anaimbisha Makongeni. So yeye ndiye alikuwa alinifunza zile. Unajua kitambo kulikuanga na kwaya, si sahi. Sahi kuna venye kwaya ina impact. That time kulikuanga na kwaya kweli kweli. So tulikuwa tukiimba hata nina machi ama na paki kwa mic hivi. Unasikia sifa zinatanda. Sifa zinatanda sana. Wakati huo pengine ukiwa hapo, ni wimbo gani unajivunia kwamba ulipokuwa kwa mic hivi ulikuwa unapiga unaenda unabariki watu? Kila ninapokumbuka Sayuni ninafurahi, juu ya vitu vizuri Kristo ameviandaa. Macho hayajaviona wala sijavisikia, mbingu zitapofunguka na mimi niingie mji ule unaoshuka atoka kwa Mungu. Tazama yuaja na mawingu, macho yanashuhudia, abeba funguo za mamlaka, makaburi yote yatafunguka. Endelea, ajaye ni Masihi. Kumbe umesahau. Hivyo ndivyo tulikuwa tunaimba. Alafu nilikuwa napenda kuimba. Mimi nyimbo zenye simenifundisha ni za KMM. Ningeimba nyimbo za KMM online. Yaani nilikuwa nasikia hata nywele zinasimama. Wimbo moja yenye nilikuwa napenda ni ule unasema, tunakwea mlima ule ulojawa vikwazo shida, mara nyingi kiuna njaa, giza baridi wanyang'anyi. Unajua hiyo? Jamani, ingawa mtu anakwenda zake akilia, akilia, Bwana Mungu atawarejesha watu wetu walofungwa wapandao kwa machozi, watavuna katika raha. Bwana Mungu atawarejesha watu wetu walofungwa wapandao kwa machozi, watavuna katika raha. Bwana Mungu. Oh my God. Nimefloat kabisa. Hapo ndio nilikuanga ninapenda sana. Hizo ndizo nyimbo nilikuwa napenda kuimba hadi wakati huu. Lakini bado sinaona bado nazidi kuziimba. Hata nataka sijui nifanye moja. Kuna utamu fulani zilikuwa. Hebu fanya moja, sitaki nifanye moja. Wewe piga moja hii. Kuna nyingine walikuwa wanaimba alikuwa anaimbaje? Pesa.
katazama kwa makini, Petro mwenye kutamani, alipomwona Yesu akitembea juu ya maji, katamani kutenda vile. Petro akaitwa na Yesu, katamani kutenda vile. Petro akaitwa na Yesu, alikanyaga taratibu, aliwezeshwa kutembea, palikaanza kujifuna. Petro akamsahau Mungu, alipojawa na kiburi, hapo alianza kusamba, kaangalia huku kule, lakini bado hakuweza Petro. Ndipo Yesu akamshika, ndipo aliweza okoka. Ndipo Yesu akamshika mkono, ndipo aliweza okoka. Duniani bila Yesu yaliyomo ni ya bure, majifuno ni ya nini? Ya nini? Lakini wacha tu wimbo na ujua ila sijui kuimba. Na ujua tu na usikizanga. Lakini hizo ni zama zenu wakati huo mkiwa Nairobi. Hizo ni za KMM. Na KMM zilikupa kuweza kufahamu jinsi ya kuendelea kuimba. Na ulitokaje kwa kuwa mwimbaji wa kwaya kuja kuwa mwimbaji wa kibinafsi? Wakati nilikuwa naimba, watu walikuwa wananiambia niko na talent. So ikafika wakati fulani ninaitwa juu ya hiyo kazi nilikuwa nafanya, tulikuanga busy sana. So wakati fulani nikawa ninaambiwa ni join hata kwaya, nakataa. Ama napata niko busy sana. Ndio wakati niliumia, one of the elders of Starehe Church Nairobi akaniambia, now this is the time when you uko free, uko hospitali, you can compose your own songs. Sikuwa najua kucompose. But wakati nilikuwa mgonjwa niliacha hospitali. Nikaoza kwa sababu niliabandoniwa na kila mtu. Nikaoza, nikaanza kutokwa na wadudu. Wakati huo nilikuwa sitoki nje kwa miaka 3 by the na nusu. Sikuwa itoka nje, nilikuwa naona jua kwenda nje hivi. So wakati hiyo story nakumbukanga, nasikia uchungu sana. So wakati niliangalia mti nje, nikaona mti ilikuwa imekatwa. Tena imeanza kutoa hizo nini, imeanza kushoot, imeanza kutoa branches. That's when I composed my song. My first song yenye nilicompose ni ile inaitwa Omote. Unajua? Sijaisikia, lakini hebu imba kidogo tu. Omote no watogo semeria, ekero kona chwana indo sevoka, na injena bombatogo semeria, rituke rimo yesona nginyore, rituke rimo yesona nginyore, na beirengo kwa ginkoboka, na beirengo tara arena nyasae, kore ndobu ya wayeno bunge mono, tata one erondaire, tata one erondaire. That is my first composition. Amazing. It's a good song. But you got the composition by kwa kuangalia mti. Wakati niliona huo mti umekatwa, tena umechipuka. Sema kumbe kama kuna mti, kama mti una matumaini, why me? Hata mimi naweza fufuka tena. Na kwa kweli umeweza kuchipuka tena. Sababu that time nilikuwa mtaini. Cho kilala hospitali unaisha. Nilikuwa nimeisha kabisa. So wakati ukilinganisha hiyo picha na saa hii, kweli kuna matumaini. Kuna matumaini. Ume flashback. When you flashback unaangalia hiyo nyuma. Nina flash. Na hiyo ndio inanifanyanga siache kuimba. Kwa sababu ninakumbuka vile nilikuwa,
wenye nilipakia pale, venye wengine walitaka mimi nipakie pale, na venye Mungu amenitoa amenifikisha. Naambianga Mungu asante. Umesema kwa kidogo that ulipokuwa hospitali ulikuwa abandoned. Yeah. Ni nani alikuwa abandoned? Watu wengi waliniabandon, hata marafiki. That's why naimba ile wimbo ya Umosani. Wazazi wangu, ndugu zangu, so that is a true story. Yeah, that is my true story. Not composition. No. It's not a composition. So it's a true story. That is me. Molly, you want to tell us that is your song of experience? Imagine. It was a tough one. Your children? My children. I had one son. But when I composed, I realized that there are people who are outside there, maybe who are abandoned. Who can relate that story to that's that why niliweka tata ndendera bana. And I didn't even know that my spinal cord will be okay nipate watoto wengine. So that's why niliimba tata ndendera bana. So it touches many people outside there who are left like me. And in that experience of abandonment, you still found the experience or the energy to sing that song? It was not easy. And then wakati hata huyo wimbo ilitoka nilichukia sana. Niliona when you are in something like uko depressed, unaweza pata umeongea maneno yenye hata ungeongea. So hiyo wimbo wakati ilitoka niliona nimechitoa nguo sana. But ilipigiwa kura kila radio ikapita. I think that is your hit song. Yeah. And it's one of the songs that introduces you to people wherever you go. Yeah. And talking about that song, just a little bit. Unajua kwamba muziki ni therapy. When people listen to music, it really helps them to relieve the kind of stress wako nazo. Na imekuwa pengine story ilikuwa yako, lakini ikarelate zaidi kwa mtu mwingine pengine hatujajua, na akaweza kuleta hiyo story. Yeah, kuna watu wengine hata walikuwa wanani like nikiimba hiyo wimbo, there is a woman mwenye alikuwa anataka kuchitoa uhai. That's hiyo siku alikuwa amekuja kununua dawa ajiue yeye na watoto. Okay. Alikuja kuconverse baadaye, baada ya kusikia hiyo song akanifuata mbio. Ananisimamisha akilia sana. Ndiye akakuja nikamusia CD, that time nilikuwa nauza CD. Akaenda. So alikuja kunipata akaniambia, "Do you know that song ilinisaidia that day?" Nilikuwa nijiue mimi na watoto. Nikamwambia kama mimi sitajua na sina miguu. Na wewe ndio ulimu-encourage, you know, like hiyo song tu ndio ilimu-encourage ya kwamba tata amurendera wana. Akajua kumbe apart from mwenye walikuwa wanagombana ambaye ni bwana yake, kuna Mungu mwenye anaweza mchungia watoto. For sure. Yeah. So that became your second song? Yeah, that's my second album now. Yeah. Can you take us through from then up to now? How many songs have you taken? Umefikisha ngapi? Many like ziko more than 100. More than 100 songs? As at now? Yeah. You can't be serious. Yeah, I'm very serious. Yeah. Of the latest one? The latest one inasema ensenere toko genda ase Yesu atoroseire omenyo borobuya amakwere mechande tayo enseyo abanyamwando bamenye no morembe maeneti wakweumia. Hey, ungejunge rudi hapo mahali inasema mtamenye kare na kare. So hiyo inji yenye tunaenda. That one, I'll be speaking as you give out that song. So that they can play it from the other side. Ensenere toko genda. So that song tumefanya na Sylvia Omurwa. Okay. Huyo mtoto mimi ndio nilimumenta when she was at school. Ile shule inaitwa Nyaikuru. Nilikuwa napenda kwenda huko na motivate watoto na waambia kwamba they can do something if they have a talent. They can sing. Esetokogenda, someone to come for the phone. Technical team ya mtusaidia kuchukua isimu mweke wimbo. Mpendo ambao unazidi kutufuatilia kwa mbashara hii, hapa nipo na mazungumzo na mwimbaji wa kibinafsi wa nyimbo za Kinjili Molly Kemto, ambaye Jumamosi ijayo ya tarehe 28 atakuwa na sabato yake ya kipekee, Thanksgiving Sabbath pale
Nyanchwa Teachers Training College, ambaye atakuwa anafanya nyimbo zake nyingi. Tutakuwa pale vile vile kuhakikisha kwamba tunakuletea mibashara hiyo. Tusikize wimbo huu wa latest kabisa, jinsi anavyotuletea. Tutakuwa tuna launch hiyo siku hiyo song. Sendere tokogenda ase Yesu atoroseire omenyo borobuya amakwere mejandetayo nzeyo abanyamondo bamenye no morembe aendeti bakweumia amaendeti bakweumia sendere tokogenda ase Yesu atoroseire omenya oborobuya amakwere mejandetayo nzeyo abanyamondo bamenye no morembe aendeti bakweumia amaendeti bakweumia esengere tokogenda eseyo abanyamondo A Song of Experience. Tunawakaribisha tarehe 28 pale Nyanchwa Teachers Training College, na dada Molly atatubariki na nyimbo. Chingake chichomoelyo amaenenze yarosire obwanchani bwakendire abantu nigo bakonyenywa abana nigo batigaire bale chintakana baibuli balera bana Nyasaye torendera bana abana balera baibuli tata torendera baibuli chingake chichomoelyo amaenenze yarosire obwanchani bwakendire abantu nigo bakonyenywa abana nigo batigaire bale chintakana baibuli balera bana Nyasaye torendera bana abana balera baibuli tata torendera baibuli esendere tokogenda eseyo abanyamondo tibakorera naende nunyamaro iretakuba obororo nakweumia tibikayo nomoche ngobotame kare na kare obororo nakweumia tibikayo nomoche ngobotame kare na kare. Fundi mitambo, I will post it. Hiyo ndio wimbo ambao tunaenda kulaunch. It is a taste of a powerful song. Amen. Ambao ni latest, ambao imeletwa na Molly pamoja na Sylvia Omuro. By the way, you are her mentor? Yeah. And who is your mentor? My mentor alikuwa saizi yako US. Anaitwa Mrs. Unamjua sipi? No, I have not heard about her. Yangu eta arinjera
kamonyora omwana yomo oisaransete tarigusuka kamurangeria wangu. Huyo ndio menta wangu. Menta mwingine ni Kareptai wenye walikuwa wanaimba ile wimbo, so unaijua? Hao ndio walikuwa wanani inspire that time. Mimi nikiwa mdogo nikasema nitakuja kuimba kama wao. And then maybe as we come to the climax and conclusion kwa hii conversation, life after accident imekuwa ngumu sana, and how do you ngumu sana tena soft. Ngumu tena soft. Haijakuwa ngumu sana na haijakuwa soft. Okay, maybe let me ask you this kind of a technical question. What can you thank God for after accident? After accident, amenipa China. Nilikuwa nimedharauliwa, nimetengwa. Akanipa jina kubwa. Sasa inaitwa Princess Mori. Princess Molly. By the way, singejulikana. So unaona saa kupitia kwa wimbo, ye mwenyewe akafanya nikatambulika. And maybe to the last one is that bado unazidi kumshukuru. And now tell us about 28. What do you want the Thanksgiving? 28 nilipigiwa kura. Yes, I vote. Nilipigiwa kura za Tukuza Awards. Nikawini upande wa Solo Artist of the Year. Alafu na walikuwa wanachagua tena disability. Disability ni possibility. Any possibility means. Nikawini pia, so ninataka kucelebrate ya kwamba huyo Mungu mwenye amenileta umbali wote, yeye ni Ebeneza. At the same time nitalaunch wimbo ambao unasema Ensetoko Genda. Yeah. On that date. Yeah. And Molly, you know, in everything there are advantages and disadvantages. And there's challenges that you come through and you thank God for that. Yeah. So far, which is the platform that you've sung that you say this is one of the best platforms that you've sung so far? Mashujaa Day. Mashujaa Day nikisi. Hiyo niliimba, watu wakawa wana text sana. The whole month walikuwa wanasema I made them proud. Na niyo part tu kidogo niliimba. Hiyo yenye niliimba, Baba tunashukuru maana umetupa afya. Najua afya baada ya corona. Alitupatia afya. So ndio maana nilimba hiyo ndio afra ambao nimeimba, nikashukuru Mungu. Yeah. Na pengine unapozidi kuendelea na kuimba, kuna ile bado hujafika hiyo stage ukaweza kuimba? Nilikuwa nataka niende US kuimba talent whatever. Yeah. Hapo nataka kuenda. Yeah. Hapo ndo nataka kuenda. Utafika hapo. Amen. Na Mungu atazidi kubariki. Tarehe 28 tutarajie nini? Tarehe 28 kucheni kwa mpigo ili tuweze kumtukuza Mungu. Kuna makuu pale. Ya watu watukuza watakuwa. Na marafiki zangu wengi wenye ambao wameconfirm ya kwamba watakuwa, choirs zitakuwa, kila kitu imekuwa sorted. Yeah. Kuna rafiki ambao wanafuatilia kwenye mtandao, pengine hawatafika lakini watafuatilia mibashara. Pengine neno la mwisho kwao? Neno la mwisho ni ya kwamba wani subscribe to my channel YouTube, Molly Kemto. Na wale ambao ninajua kuna mafans wangu wenye wanaweza penda kunisukuma katika hii kueneza injili juu life saa hizi imekuwa ngumu. So naweza wapa namba yangu ya simu, chochote kidogo watapata wanisaidie. Yeah, namba yangu ni 07 24 52. Fundi mitambo Joseph, chukua namba, anza vizuri. 0724 yes 52 60 36 24 52 52 60 60 36. Yeah. Namba ni ya Molly Kemto. Inaleta majina Molin Kemto Isaboke. Yeah. Mpendwa, tumekuwa na mazungumzo na Molly Kemto, mwimbaji wa nyimbo za injili maeneo ya Kisii, lakini ameweza kuwabariki karibu na mbali. Jumamosi ya tarehe 28 atakuwa na Thanksgiving Sabbath pale Nyanchwa Training College. Tangia mida ya saa ngapi? Kuanzia saa 2 hadi jioni kabisa.
kuanzia saa 2 hadi Asubuhi. jioni kabisa. Yeah. Umeweza kukaribishwa. Umekaribisha nani? Nimekaribisha wageni wakubwa na waimbaji wakubwa. Hiyo ni surprise, wacha wakuja wajione. Yeah. Kwa hivyo kutakuwa na guest singers, Yeah. kutakuwa na guest choirs, na kutakuwa na individual singers. Yeah. Wote wameweza kukaribishwa. Wote. Pengine neno lako la mwisho? Neno langu la mwisho nataka kuambia we mwanamke, msichana, ambaye mwanaume, si ndio? Wanaume pia wanapitia changamoto. Wewe ambaye unapitia changamoto, unasikia umekufa moyo, unasikia uweze endelea, nataka kukutia moyo ya kwamba mwisho wako sasa ndio mwanzo wa Mungu. Mwisho wako ndio mwanzo wa Mungu. Ndio mwanzo wa Mungu. Mwanzo wa Mungu. Yeah. Hilo ndio jambo lako la mwisho kabisa. Hilo ndilo jambo la mwisho. Mpendwa, hii ni Get the Point Media ambayo tunazidi kurusha mibashara hii leo, ikiwa ni siku ya kuweza kusimama na Happy Tunes Choral, lakini kwa muda mfupi tumeweza kuwa na mazungumzo na Molly Kemto ambaye Jumamosi ya tarehe 28 atakuwa na Thanksgiving pale shule ya Nyanchwat Teachers Training College. Tumekuwa naye kwa muda ufupi, lakini mawasiliano haya na mengi yataweza kurushwa Jumamosi hiyo. Tutaleta mibashara hii kutoka pale Get the Point Media. Tuasema take a step forward. Naitwa Emmanuel Bosire, na pengine ukiwa na mazungumzo nasi unaweza tuma email kwa getthepointmedia@gmail.com ama kwa nambari ya simu ambayo ni 0724452216. Kwa heri kwa sasa, tuwarejeshe kwa MC wa siku ya leo aweze kuwaleta. Asante. Tunashukuru kwa nafasi hiyo ambayo tumeweza kupewa na posubiri signal ya kaka Jose. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Listen, learn, be inspired. Welcome to our channel to get the point. Get the point. Get the point. Get the point. Take a step forward. We are thrilled to bring our vibrant worship direct to you. Join us online for heartfelt worship, inspiring sermons, and enriching fellowship. Connect our community as we celebrate faith, love, unity, and grow together in spirit. Stay connected by following us on our social media accounts. Get the Point on YouTube, Get the Point on Facebook, and follow us on TikTok at Get the Point.